Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Faya ayyuhal ahibba wassada, uhayyikum bitahiyyati as-sa'ada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-ahibba wassada, kama tulivyozungumza katika darasa iliyopita ambao tulianza katika masala ya idda, tukazungumza kuhusu mafungu ya idda pamoja na muda wake wa kukaliwa ile idda. Leo katika swali namba 3 katika kitabu hichi cha Sheikhuna al-Fadhil Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub linauliza kwamba ma hukmu al-mutallaqati dhati al-aqra'i, nipi hukmu ya mwanamke aliyeachwa dhati al-aqra'i, mwenye tohara ambaye maumbile yake bado yakubali kuingia hedhini, idha lam tahidh, asipoingia hedhini, baada talaqi, baada ya kupewa talaka, baada ya kuachwa, bisababi la yu'rafu, kwa sababu ambazo hazijulikanwi. Tulizungumza katika darasa iliyopita kwamba mwanamke aliyeachwa ambaye maumbile yake yanakubali kuingia hedhini, tukasema huyo kisheria anaitwa dhatul aqra'i, kwamba eda yake ni kukaa tohara 3. Sasa je, mwanamke yule yule ambaye maumbile yake yanakubali kuingia hedhini ameachwa, baada ya kuachwa ikawa haingii hedhini, sababu za kutokuingia kwake hedhini ikawa hazijulikanwi, atakaeda vipi? Hilo ndio swali. Ma hukmu al-mutallaqati, nipi hukmu ya mwanamke aliyeachwa dhatil aqra'i, mwenye tohara, idha lam tahidh, asipoingia hedhini, baada talaqi, baada ya kuachwa, bisababi la yu'rafu, kwa sababu ambazo hazijulikanwi. Aljawab, jibu ni kwamba hukmuha, hukmu yake, yani hukmu ya mwanamke huyo, annahu, kwamba mambo yalivyo, la tankadhi iddatuha, haitamalizika idda yake, hata tahidha, mpaka aingie hedhini. Huu ni msimamo wa kwanza au ni fatwa namba 1. Asema shekhe, hukumu yake mwanamke kama huyo, la tankadhi iddatuha, haitakoma, haitamalizika idda yake, hata tahidha, mpaka aingie hedhini, kwa sababu hazijulikanwi. Atasubiria, atangojelea mpaka aingie hedhini. Fa ta'tadda bi 3 aqra'in wa fi, manake baada ya hapo faul fasih, atakaeda kwa tohara 3, atasubiriwa mpaka aingie hedhini, kisha akiingia hedhini atakaeda tohara 3, au tablugha sinna al-ya'si, au afikilie rika la kukoma. Tablugha kwa maana hata tahidha ni chaguo la kwanza, mpaka ingie hedhini, au hata tablugha, manake kuna hata, ndio maana ikasemwa tablugha, manake mpaka afikilie rika la kukoma. Fata'tadda, akishakikoma sasa, umri wake umefikilia, maumbile yake hayakubali tena kuingia hedhini, amekoma sasa. Fata'tadda bi 3 ashhurin, atakaeda kwa miezi 3. Hii ni fatwa namba 1 ambayo Sheikhuna al-Fadhil hakuipa nguvu, ameizungumza kuonyesha kwamba ni kauli iko, lakini hakuipa nguvu. Asema sasa, wa fi qawlin qadimin, na katika neno la tangu lishafi'i, la al-Imamu Shafi'i, innaha, ni kwamba mwanamke huyo, tatarabbasu,
atangojelea 9 ashhurin, atangojelea miezi 9. Fa baada mudhi 9 ashhurin, na baada ya kupita miezi 9, ta'taddu, atakaeda bi 3 ashhurin, atakaeda kwa miezi 3, yani atakaeda mwaka mzima. Qaulun qadim la al-Imam Shafi'i ni kwamba mwanamke kama huyo atakaeda kwa mwaka mzima. Na hapa nataka tuzungumze kitu ya kwamba al-Imam Shafi'i kama inavyojulikana na kitu ambacho ni mashuhur kwamba ana kauli zinazoitwa kwamba ni, ikionekana fatwa kama hiyo yaitwa kwamba ni kaulun jadid, wakati mwingine yaitwa kaulun qadim. Lakini moja haishindi mwenzie kwa sababu ya kule kuitwa kwamba hii ni kaulun qadim au hii ni kaulun jadid, bali kuishinda mwenzie ni kwa sababu ya kupewa nguvu na wanazuoni wa madhhabu yake. Na ndio maana kuna baadhi ya fatwa, msimamo wa wanazuoni waliokuwa katika madhahabu yake inafuatwa kaulun jadid. Kuna baadhi ya masala tutakuzungumza huko mbele yafuatwa kaulun qadim, kama hapa yafuatwa kaulun qadim ya al-Imam Shafi'i baada ya kufuatwa kaulun jadid. Kwa hiyo lazima tarjih ya ipi inayofuatwa katika kauli mbili za al-Imam Shafi'i waachiwa wale jamaa wa al-Imam Shafi'i. Kwa hiyo fatwa hii namba 2 ambao Sheikhuna al-Fadhil yeye ameipa nguvu inasema kwamba wa fi kaulin qadimin, na katika neno la tangu lishafi'i la al-Imam Shafi'i, innaha, ni kwamba mwanamke huyo tatarabbasu, atangojelea 9 ashhurin, atangojelea miezi 9. Fa baada mudhi 9 ashhurin, fa baada mudhi 9 ashhurin, na baada ya kupita miezi 9, ta'taddu bi 3 ashhurin, atangojelea atakaeda kwa miezi 3 ambao itakuwa ni mwaka mzima umetimia. Kwa hiyo kama itakuwa ndani ya kungojelea kwake miezi 9 aliingia hedhini katika mwezi wa 6, basi baada ya hapo atamalizia kukaa tohara 3. Hivyo hivyo isipotimia miezi 9, wa illa ikitimia miezi 9 atangojelea kwa maana atakaeda kwa kumalizia ule mwaka kwa miezi 3. Asema shekhe, wa hakadha, na eheni kama hivi, qadha sayyiduna Umar bin al-Khattab, amehukumu sayyiduna Umar bin al-Khattab. Sayyidina Umar bin al-Khattab katika zama zake akihukumu mwanamke yule ambaye hataingia hedhini baada ya kule kuachwa, halafu alikuwa ni mwanamke ambaye ni dhatul aqra'i, maumbile yake yakubali kule kuingia hedhini, akihukumu kwa kauli hii ya kwamba atakaeda kwa mwaka mzima, miezi 9 kungojelea, miezi 3 kama vile idda. Asema Sheikhuna al-Fadhil, na ndio maana tukisema hii ni kauli yake ambayo ameipa tarjih kwamba ndiyo kaulu ar-rajih. Asema kwamba fayajuzu taqlidu hadha al-qawl, kuna juzu kuifuata kauli hii, kuna juzu kuiqallidi kauli hii liizalati dharari, kwa ajili ya kuondosha madhara. Kwa hiyo mpaka hapo tutakoma kwenye kuzungumza swali kama hilo. Mtu ambaye itakuwa hakufahamu ataturudia kwa maswali, wa illa tumezungumza kwa swaraha kabisa. Hapa tunazungumza kuhusu mwanamke ambaye maumbile yake yakubali kuingia hedhini, lakini haingii hedhini baada ya kuachwa na sababu zake hazijulikani, kwa sababu tutazungumza katika darasa linalofuata. Ikiwa sababu zake zajulikanwa, je, atakaaje? Lakini huyu sababu zake hazijulikani. Kama sababu zake hazijulikani, nini sababu ya kule kukoma ile hedhi yake? Huyu atakaeda mwaka mzima. Ndio kauli yenye nguvu, ambayo kauli ya kwanza ina tofauti na kauli ya pili ambayo shekhe hajaipa nguvu. Kauli ya kwanza atangojelea atakaa namna atakavyokaa mpaka atakapoingia hedhini, kama ni miaka 2, 3, 4, 10. Kauli ya kwanza ambayo tumesema kwake ni kauli ambayo ni marjuh, hakuipa nguvu.
ima mpaka aje hedhini au aje afikirie umri sasa haingii tena hedhini. Kauli ya kwanza. Sasa asema shekhe, kauli hii tusifuate, tuifuate kauli hii kwa ajili ya nini? Liizalati adh-dharari, kwa ajili ya kuondosha madhara. Wabillahi tawfiq, wassalamu ala man ittaba al-huda.